Ni Odhiambo. Mpatie tu makofi mzuri tu. Thank you so much Mheshimiwa Honorable Nyamita, Member of National Assembly wa Uriri. Viongozi wa kisiasa ambao wako hapa, the MCAs, my colleagues in government, na wazee wote ambao mumealikwa, amjambo. Pale ndio iko concentration ya usafi. Iko pande hii. So lazima mnaongea kwa sauti. Lakini si hata nyinyi mumeahidiwa. Si wote mumeahidiwa uniform. Mnaongea tu kwa sauti vizuri. Yangu ni machache, lakini lazima niwashukuru watu ya Uriri kwa sababu ya kile kitu mlituonyesha jana kwa mazishi ya retired Chief Olembo. Mulimupea heshima ya juu, mulikuwa watu watulivu, watu walikuwa zaidi ya 1500, lakini mulikaa vizuri sana. Mjipigie makofi. Sijui nani alipanga, lakini kwa mbali kuna mtu alinipigia simu akaniambia Omamba ndiye alikuwa chair. Na maana hata yeye pesa ndiye alikujia yangu ya kusaidia hiyo mazishi. So naamini ni hivyo. Kwa hivyo hata yeye mpe makofi, si ndio? Mimi nafikiria the rest of the county should learn kwamba tunaweza kuwa na sherehe kama hizo, tuwe na watu wengi na hakuna funjo na kuwe na amani. Yaliyotuleta leo ni muhimu na mheshimiwa ameshawaeleza vizuri. Kule kwetu walisema kwamba ukiona mzee Kobe anakimbia amefukuzwa na mtu. Na ndio mimi niko sasa, ukiona nakimbia ninafukuzwa. Na ninafukuzwa kwa sababu sisi tuko kwa serikali wote, si ndio? Na ndio tuweze kuprotect gains, yani tuweze kuhakikisha kwamba hii serikali inarudi tena. Lazima tufanye pamoja na nyinyi. Na kura ndio inaweka serikali in position. Kura ndio inafanya nini? Ndio inaweka serikali. Kwa mfano, mheshimiwa amewaambia kuna mahali kuna jengwa affordable housing. Si mnajua iko? Gogo si mnajua? Si contractor ameingia pale, Waluya wale wako hapa, si barabara imeanza kutengenezwa hiyo karibu na nyinyi hiyo. Contractor anaingia hapo. Ukihesabu ile pesa imeingia katika kaunti hii ni zaidi ya bilioni 5 kudhibitia kera mambo ya barabara. Kama tunataka hiyo iendelee, ndio tukasema lazima tuwe na kikao leo, tuongeleshane, tuseme mheshimiwa amesema tunataka mpige kura 120,000. Saa hii register yetu inasema by tarehe 10 mlikuwa 71. Tarehe 10 ya wiki hii 71 198. Nafikia haro niko correct. So tuko na 50,000. Ni 50 ndio tuingie 120. So hii 50 tumekuja tujipange tutapata namna gani. Lakini napenda uelewe kwa nini lazima tupate hiyo 50. For the first time, mimi sikuwa nimefanya Unjaluoni mwanzo. So wakati nilikuja mara ya kwanza, niliangalia kilometers ya tarmac kwanza. Na nikatoa highway ile A1. Nikasema iko kilomita ngapi Migori? Nikaona ifiki 500. Lakini kuna sehemu ya Kenya ukienda leo, hiyo 500 iko ndani ya concentrated kwa constituency moja. Kwa sababu watu wamekuwa na nini? Na serikali. So tufanye nini sasa? Tumesema wazee wa mtaa majina yenu tumeforward sasa. Wale wako hapa nafikiria DCCs last week walikuwa hiyo kazi. Ndio hii budget kakitu yenu ianze kureflect. Yule mtu alikuwa anawadharau sana, anasema mnafanyia kazi ya bure. Sasa atafute kitu kingine ya kusema sasa. Iko kitu mtakuwa mnapatana nako tu mwisho wa mwezi. Mnapatana nako hata kama ni airtime. Sitawaambia ni ngapi, lakini proposal iko hapo na itakuwa ni kitu iko na adabu tu. Ukiona utaona ni kitu inajiheshimu. Na KRA hawatafika pale maana tuliita stipend. Hatukuita mshahara, kwa hivyo hamutatolewa vitu hapo. Kuna vile serikali ilificha hiyo kitu yenu. Haigusu na mtu mwingine. Kwa hivyo twende tutafutie rais nini? Kura.
Mimi imani yangu ni kwamba Migori County tunaweza kuandikisha kura 1,100. Saa hii tuko na kura 532. Tarehe 10 tulikuwa tumeandikisha watu 523,000. Ninaamini tunaweza kuandikisha kura 750,000. Na tunaweza kuletea rais kura 1,700 katika general election. 1,700. Tukileta 1,700, ile jamaa ya viazi tutakuwa tumemalizana naye. Lakini tusipofanya hivyo, mtasema ati mnategemea serikali ifanye. Serikali ukarabati ya kufanya ni hii tunafanya saa hii. Tuandikishe kura, ndio tukienda kupiga inahesabiwa tu. Ukihesabu tu unahesabu. Na kuna njia ya kufanya hivyo. Mikakati tumeweka leo. Wewe utaungana na mtu ya kitambulisho, utaungana na assistant chief yako. Ukiona chief, nitaacha namba hapa. Ule chief ambaye hawapangi mtaniambia. Mtafanya na chief yako, mtafanya pamoja na IEBC, maana tunataka kila siku kutoka sasa tunataka kuona returns. Urili haija kwa ikifanya vizuri. Je, unasikia mheshimiwa akisema lazima mkue number 1. Mmekuwa mnaandikisha 17 the whole constituency. Siku moja watu 17. Sasa wewe enda umapa uti kwako kijiji yako. Hapa kuna nyumba ngapi kwa hii kijiji? Enda ujue kila nyumba iko na watu wangapi. Wale watu wametoshia kitambulisho. Enda ujue ni wangapi wana kitambulisho, wangapi hawana na ni wangapi hawana kura. Je, ukiongea na assistant chief unamwambia hapa kwa kijiji yangu iko watu 20, siku fulani leta hiyo kit tuandikishe hiyo watu. Kutoka sasa tunafanya kazi nyingine ambayo ofisi nusu field nusu. Ofisi nusu field nusu. Ndio sasa tuandikishe hii watu wote. Maana rais anatutegemea na anatutegemea kupitia PS yenu Daktari Raymond. Mnamfahamu yeye? Kama mnataka kumjenga ni kuhakikisha hii kura tumeipeleka wapi? Voter registration. Akija tu hapa hivi anaangalia record anafurahi. Saa nyingine anamtumiaga ananiambia, na uridi kuna nini? Na Nyatike kuna nini? Maana ako na concern. Na concern yake ni kwamba lazima tukue, si mheshimiwa amewaambia, ukienda kunegotiate lazima ukue na nini? Utaambiwa kaa kando. Na that is the reality of politics. Tukisoma siasa kuna kitu tulikuwa tunaita politics. Yaani siasa ya watu wako na foundation yao inaitwa Kenya Foundation. Ina supply pesa waandikishe watu na wapige kura. Mimi nimewahi kuona watu wanatolewa hospitali, Nazareth Hospital. Anapiga kura na anarudishwa tena kulala. Hiyo watu hawachezi na kura, unarudishwa, unakuwa discharged, unapiga kura na unarudishwa. Na hapa ndio tutafanya. Mungu akisaidia tukiwa hapa na nyinyi, usikuwe mgonja siku ya kura. Maana tutakutoa upige kura na tukurudisha tena. Kwa hayo mengi mheshimiwa, mimi nataka kukushukuru kwa kutuita, kwa mwongozo wako, na ninaomba tusaidiane. Mimi nitakuwa na nyinyi. Nitakuwa nakuja kila mara kuona vile mnaendelea. Kukitokea kitu ya kuwapea itapitia na kuna kitu mnapatanga kupitia machifu. Wacha ni confirm. Hapana, wale walikuwa wamesaidia machifu. Kuna kitu wanawapea? Basi sasa wataanza kuniambia story sasa. Lakini hawakuwa na kazi wamefanya mkubwa. Kwa hivyo hakuna kitu wamepata hata wao. Thank you. Uwacho ni jogo poko timu